Tuseme kwa sauti. Maombi ni tangazo la kivita. Tulifundishana siku zilizopita, wiki zaidi ya 2. The last 2 weeks we have been learning kwamba unaposikia watu wametangaza maombi, when you be hearing people announcing about prayers, ndani ya nafsi yako unaanza kutafuta mazingira ya kuyakwepa maombi. In your heart you try to escape them. Unaanza kutafuta vyanzo vya kukufanya uwe halali ili usiingie kwenye maombi. You after the sources to escape prayers. Ukiona ndani yako kuna roho ya kukwepa maombi, when you see in your heart there is, manake ile roho iliyokuwa unataka kupambana nayo, that spirit you want to fight with it, inainua vita juu ya tangazo hilo. It creates a war about that announcement. Nina watu kanisani. Are we together in the church? Nina watu katika nyumba ya Mungu. Are we together in the church? Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo watu wengi, so many people, wanaweza kupanga kuomba, they can plan to pray, lakini wasiingie kwenye maombi. But they escape from praying. Kwa nini hawezi kuingia? Why they can't enter? Ndani yao vita inaanza. Inside their heart there is war. Mwingine ataangalia matatizo yao ya magonjwa. Other people they look their problems. Jinsi ambavyo watu walimwambia wewe huwezi kufanya jambo kama hili. How people they told him we can't do or he. Lakini ulimwengu wa roho, but in the spirit, wanaojua mambo ya kiroho, those who know about spirit, tangazo la maombi, announcement of prayer, au maombi ya kufunga ndani ya mtu, or to fasting, anaposikia hali ya kufunga, when he had time of fasting, wanaojua mambo ya roho, those who know about spirit, wanajua sasa ni muda wa kuingia kwenye mapambano. They know it is the time for war. Ni saa kupigana na kile kilicho kupiga. It's the time to fight with those who. Ni saa kushinda pale ambapo kushinda. It's the time of winning. Kwa kuwa maombi ni sehemu ya njia, because prayer is the way kupata ushindi kwa adui yako. To get kupata ushindi kwa adui yako. To get a trophy. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa adui yako, your enemy, anaweza kujipanga sasa, can try to fight kukabiliana na mfungo wako, to fight with your fast. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa unaweza kuta kufunga kwako, your fasting yako, our fasting, ikaingia kwenye majaribu, can be in problem. Kitu shetani anachokiogopa, Satan fear about, ni watu walio na Mungu, people who have God, halafu wanaopenda kuomba. And those who, shetani anaogopa watu wa namna hiyo. Satan fear. Kanisani mngepiga makofi kwa Yesu. Kama wewe si mwana maombi, if you are not a prayer, ujue shetani hakuogopi. Devil is not afraid in you. Hawezi kukuogopa kwa sababu he can't afraid you. Hakuna unachoharibu. Because there is nothing. Hakuna ambacho na destroy. There is nothing destroyed. Hakuna unachokiharibu. There is nothing destroyed. Kwa hiyo shetani anaogopa wale watu, Devil afraid those people ambao ni wana maombi. Who are prayers. Na nilisema wana maombi, prayers, ni watu wa vita siku zote. Always are in. Tamani kuwa mtu wa vita, ili ufanane na Mungu wako. Mungu ni Mungu wa vita. Pokea hilo kwa jina la Yesu. Yesu alisema, Jesus said, mengine hayawezekani things they can't mpaka ufunge na kuomba. Up to fast. Sababu ndoa yako, because other with our fiances, hiyo ndoa ulio nayo, marriage ulio nayo, our marriage, shetani anaweza jishigana, anaweza kuibomoa. Yes, devil tries how to destroy it. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Nina watu kanisani, are we together in kile the church? kitu kizuri ulicho nacho, that good thing, watu wabaya, those burdened people, wanahangaika usiku na mchana, are trying night and waangalie jinsi gani watakavyofanikisha how they can destroy, kukiharibu. Tunaungana na somo la asubuhi. We are joining with the, wakatoa mbuzi na ng'ombe kwenye madhabahu. They removed goats and Balaam pamoja na Baraki. Balaam and Barak. Lengo kuharibia wana wa Israeli, the target was wasifanikiwe malengo ya kufika Kanaani. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Uko nyuma tuko pamoja. At the back are we together? Nipokee tena namna hii. Raise up your hands. Sasa unisikilize.
Listen to me. Wana maombi ambao wanaomba. Prayers who are praying. Ndio wanaoleta mapinduzi katika mfumo huo wa wokovu. As the one who creates you. Ndio wanaofanya ishara na miujiza katika nchi hii ya wokovu. The one who do miracles. Ndio wanaopata matokeo yaliyotakikana kwenye maisha yao. The one who get results. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo tunaposema maombi, When you are saying to pray, kanisa linalopenda maombi, the church who loves prayer, maana vita itakuwa inainuka. the war will be raised. Si kwa sababu sisi ni wabaya, It's not that we are ni bad. kwa sababu tunamharibu shetani katika utawala wake. Destroying the Satan. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Ndiyo sababu ya vita kuinuka. That's why the war is. Unapoanza kusikia kuombea watoto wako, When you are hearing to pray, unaweza kuona magonjwa hata yaliyokuwa hayapo yakaanza kuja. you think diseases are happening. Unapoanza kuikabidhi kazi yako mbele za Bwana, When you start to put your weight to Jesus, yule pepo alaye that aliyekuwa amejificha katika kazi za mikono yako who was hidden in your work, anaanza kuchanua na kupamba moto, he tries to create. lengo kukuvunja moyo. The target is Unapokuwa umeingia kwenye maombi, when you enter in ukaona prayer, tatizo lilikuwa dogo limekuwa kubwa, when you see the problem, ujue hapo unaenda kushinda na you kufanikiwa. are going to win. Endelea kuomba, kaza mwendo zaidi. Proceed to pray. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Lakini ukiona tatizo limeongezeka, When you see the problem, ukarudi nyuma kwenye you maombi, try to back. ile tatizo mzizi wake unakomaa na kuwa mkubwa sana. That problem will Bwana appear. Yesu asifiwe. Praise the Lord. Nina watu katika nyumba ya Are Mungu. we together in the Kwa hiyo shetani wanainua vita juu ya maombi yetu, devil create kwa war sababu anaona kile tunachotaka kukipokea. because he's obeying. Endelea kukaza na kuwa na subira, endelea kuomba, Try to ufanane na Danieli jinsi alivyofanya.